آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. أحبتي في الله، خطبتنا اليوم إن شاء الله عن قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك بمعنى تخيرتك واستفيتك يا موسى من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر ما يليق بها، ولهذا قال فاستمع لما يوحى. أيها الأحبة، لما قرأت هذه الآية وقعت في نفسي عموم المعنى لا خصوص السبب، فكلنا موسى وكل منا قد اختير على ما هو عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo ni kipande cha aya Allah tabarak wa taala alipomwambia Nabii Allah Musa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, mimi nimekuchagua wewe, basi na wewe yasikilize vizuri yale uliyopewa ufunuo, uyafanyie kazi vizuri. Aya hii namkutubia Musa alayhi salam. Allah amwambia nimekuchagua wewe kwa kazi ya risalati nubuwa, kazi ya utume, tad'u nnasa ila tauhid, kuwalingania watu kwenye tauhid, kumwabudu Mungu mmoja. Kwa hivyo hii kazi ya utume nimekuchagua wewe Musa, na wewe ifanyie vizuri. Sasa kuna mafungamano gani haya na khutba hii? Iwe ndio khutba yetu ya leo. Nimesema nilipokuwa naisoma aya hii, kitu waqa'at fi nafsi, iliingia katika nafsi yangu, umuma almaana la khususa sabab. Aya inamzungumzia Musa, lakini maana ya aya yanakwenda kwetu sote, kwamba ulivyo umechaguliwa na Allah, fanya vizuri pale ulipo. Ndiyo maksudio ya khutba, yatwambia pale ulipo, lile jukumu uko nalo, basi si wewe, ni Allah kakuchagua uwe hivyo. Kwa hivyo pale ulipofanya vizuri. Musa kachaguliwa aeneze risala ya Allah tabarak wa taala, atangaze dini ya Allah. Allah amwambia fastami', sikiliza vizuri, hakumwambia fasma. Lugha ya Kiarabu wanasema ziyadatul mabna biziyadatil maana. Kaida ya lugha ya Kiarabu ya sarfu wanasema temko la Kiarabu kila herufu zake zikiongezeka na maana yake inakuwa mzito, inaongezeka. Hakumwambia fasma, amwambia fastami'. Ina maana kuna tofauti ya kusikia
na kusikiliza. Kusikia ni maneno yanasema unasikia, lakini kusikiliza ni kuwa mtulivu, kuipata vizuri ile habari ili kuchukua data katika yanayozungumza. Sasa aambiwa Musa, tumekupa kazi hii, ifanyie vizuri. Lengo la kutuba yetu yatuambia kila mmoja wetu ni Musa hapa. Allah kamchagua, alipochaguliwa na Allah apahudumie vizuri. Wewe ni imamu, basi fanya vizuri katika uimamu wako. Tekeleza haki za imamu, usiwe mzembe, usiwe mtu ambaye hujui majukumu yako. Ifanye kazi yako ya imamu vizuri, kwa sababu Allah akakuchagua. Kuna wangapi waliosoma hawakupewa nafasi hii na Allah? Wewe ni mwalimu, kuwa mwalimu mzuri, mwalimu ambaye atatumia zile mbinu alizosoma za kuwa mwalimu. Usiwe utakuwa ni kazi tu, muhimu kazi kama anavyosema wenyewe, bora kufanya tu. La, khutba inatuambia leo Muislamu anachokifanya akifanye vizuri, kwa sababu umma huu Allah kaufanya umma bora, lazima mambo yake yote yawe bora. Na lau Waislamu watakuja kwenye Uislamu wao kwa mfumo huu kwamba sisi lazima tuwe best katika kila kitu, wallahi tutawavuta wengi katika dini hii, bali tutakuwa na mengi mazuri. Mambo yalokosekana kwa waumini leo ni kwamba wanaona Uislamu dini ni kusali sala 5, akiingia msikitini ndio dini, lakini akitoka nje hana dini tena. La, Muislamu ni lazima ajijue kwamba yeye maisha yake amejisalimisha kwa Allah. Nabii Allah Ibrahim alipoambiwa aslim, qala aslamtu lirabbil alamin, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Waislamu lazima tuijue dini yetu. Allah asema atakayesalimisha uso wake kwa Allah akakubali la ilaha illa Allah, ushakuwa Muislamu ndio. Lakini kuna sharti la pili, wa huwa muhsin, na akawa mzuri katika maisha yake ya Uislamu. Ina maana wewe ni mfanyibiashara, kama Muislamu lazima uwe mfanyibiashara mzuri. Si bora tu wewe, hapana, uwe mzuri katika biashara yako, muaminifu, mkweli, mwenye bidii, mwenye lugha tamu. Una sababu za ile biashara kuwa mzuri, kwa sababu ukikosa uzuri utajiroga. Kuna mtu afungua kijioski chake mtaani, baada ya miezi 6 kimefilisika. Asema tena mke wangu aliniambia huu mtaa una mahasidi kweli kweli, hapa kuna wachawi. Hakuna wachawi, kumbe lugha yake chafu ndio ilofanya biashara yake isisonge. Hana business language, yeye asingizia amerogwa. Muislamu kwanza, principle ya Muislamu ni litakalotokea katika maisha yake, yeye ndiye muhusika mkuu. Ndio tukaekewa jambo la istighfar. Istighfar yatufundisha kujikubali, itiraf, kukubali makosa yetu. Muislamu akitaka kuwa mzuri lazima chochote katika mambo yake yeye ndiye muhusika. Likitokea tatizo ajiulize, ajipekue, aende kwenye ile SWOT kuangalia, ajipime katika mambo yake, ni mzuri wapi, ana weakness gani, ana fursa gani, ana nguvu gani. Lazima Muislamu awe nayo haya. Sasa linalotokea usilipeleke mbele,
Kwanza jiulize, mbona limekoseka? Mimi nimekosea wapi? Huenda ukawa mkosa ni wewe. Kuna mabwana wawili walikuwa sokoni. Mmoja anauza asali, next anauza siki, vinegar ile. Inaeleweka siki Siki ina harufu kali, tena chachu, si tamu. Asali mzuri, tamu kila mtu, lakini watu wakawa wananunua siki ile vinegar, hawanunui asali. Paka huyu jamaa akafanya wivu, mbona watu wanunua huku hawanunui kwangu? Akaanza kufanya mbinu zake kuchunguza bei yake, labda iko chini sana, na yeye akapunguza bei. Watu hawaji. Ikafika siku akasema, wacha nimwambie bwana, asije kuwa huyu ni mchawi hapo. Akamuuliza bosi, mbona watu wanakuja kununua siki mbaya kali, chachu, harufu, hawaji kununua asali dawa? Akamwambia, ana abi'u al-khalla bilisani al-asl wa anta tabi'u al-asala bilisani al-khill. Mimi nauza kweli siki kali, harufu mbaya, lakini naiuza kwa ulimi wa asali, kwa maana lugha yangu kwa wateja ni nzuri, tamu, inavutia. Sasa watu wanakuja kulingana na lugha. Wa anta tabi'u al-asala, lakini wewe wauza asali tamu, bilisani al-khill, kwa ulimi wa siki, ulimi wako chachu, unakimbiza watu. Tuko pamoja waumini? Lazima muumini ajijue kwamba haitotosha kuwa Muislamu kumkubali Allah. La pili, lazima awe mzuri. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, yule atakayesalimisha uso wake, kwa maana akajitoa kwa ajili ya Allah, yuko tayari kumtii, kumwabudu Allah, lakini vile vile utendaji wake ukawa mzuri. Haitaji imani ila na matendo mazuri. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Hutuba yangu inakusudia kwamba kila mu'min alipo awe mzuri. Pale utakapokuwa Allah kakufanya wewe baba, kakufanya wewe mama, basi uwe baba mzuri, ulee vizuri, kwa sababu mwenye kulea vizuri siku ya Kiyama atakuwa na mtume pamoja hivi. Sio baba tu, hapana. Wewe madamu umekuwa baba, madamu umekuwa mama, kuwa mzuri. Ina maana uweze kuwa na huruma na watoto wako, uweze kuwapa elimu watoto wako, uweze kuwa mpole na wanao, uweze kutumia hikma, uweze kutumia lugha mzuri, kwa sababu katika mambo tuliyoyapoteza katika maisha ni tumeupoteza uzuri katika maisha yetu, na uzuri ndiyo msingi wa dini yetu. Allah katufanya umma bora. Kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora. Maana ya ubora ni nini? Ni uzuri. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ndio umma bora mliotolewa kwa watu. Katika umma zote, ummatu Muhammad alayhi salatu wassalam, hadhihi khairu umma. Sasa jiulize, ule ubora unao? Je, wewe una uzuri katika ibada? Una uzuri katika tabia? Una uzuri katika utendaji wako, sulukiyat? Una uzuri katika activities zako, maisha yako yote? Wa huwa muhsinun, lazima uwe mzuri. Ukikosa uzuri, basi utaharibu malengo yako, kwa sababu wote walioipata janna walimwamini Allah na wakafanya mazuri. Waumini, isije fikra kwamba
pepo itapatikana kwa anaohifadhi Qur'ani peke yake, anayeswalisha peke yake. La, pepo ni ya kila atakayemtii Allah. Kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, nyote mtaingia janna ila yule atakaye kataa. Nyote mtaingia janna. Jamani, kuna masahaba 10 tunawataja, asharatul mubashirina bil janna, 10 waliobashiriwa pepo duniani kwamba hao wataingia peponi. 7 walikuwa wafanyabiashara, hawakuwa maimamu kabisa. 3 tu ndio walikuwa hawana kazi nyingine isipokuwa jihad fi sabilillah. Ali bin Abi Talib alikuwa askari, akarudi akawa kiongozi, khalifa, akawa mwanasiasa wa Uislamu, akawa amirul mu'minin. Ukimwangalia mwingine Abu Ubaida alikuwa kiongozi wa jeshi. Ukimwangalia mwingine Said vile vile, huyu ukimwangalia alikuwa jeshi. Hawa 3 tu ndio walisimama masala yao, wako kwenye dini peke yake. Lakini walobaki 7 wote walikuwa ma businessmen na wametajwa wataenda peponi. Ina maana hata wewe ukiitaka pepo utafanya nini? Utaingia. Sijui mmenielewa lengo la khutba yangu, kwamba kila mmoja wetu alipo afanye vizuri, afanye vizuri. Haiwezekani ipate pepo waswali swala 5 lakini uko dukani mwizi mkubwa unamwibia tajiri yako, pati pepo. Swali mpaka uwe na shida kama bakuli. Wewe mwizi bwana, utaingia peponi wapi? Tumeelewana? Lakini swali vizuri na kuwa na matendo mazuri nje, utaingia janna. Waswali sana, lakini nyumba yako ukifika mkorofi, mkeo akiomba katika dua zake. Kuna bwana mmoja alikuwa msomi, amekaa akawa yasoma historia ya dola ya Abbasia. Anasoma katika yale ufalme wa dola ya Abbasia katika dola za Kiislamu, ilitawali miaka 800. Sasa wale wafalme wa Abbasia, maamiri wale wote majina yao Mu'tasim billah, sijui nani billah, nani billah, nani billah, majina yao mazuri mazuri. Yomsomea mke wake, akamuuliza, mke wangu, ingekuwa na mimi niko kwenye dola ungependa niitwe nani? Akamwambia a'udhu billah. Mke wangu, yani jina langu niitwe a'udhu billahi mimi? Sasa kama mkeo akutamania uitwe maadha Allah, kuna mtu hapo? Sasa utapata janna wewe kweli? Aliye nyumbani anailala na wewe anakuona shetani, wewe utapata janna kweli? Swali mpaka ufu. Lazima tujijue kwamba sisi hapa ulimwenguni tumeletwa na Allah tabarak wa taala, kila mmoja kampangia maisha yake. Nahnu qasamna bainahum maishatahum. Allah sema tushawagawia maisha yenu. Hapo ulipo kwenye maisha yako itafute pepo hapo. Pale ulipo ndipo kwenye pepo yako. Huwezi kuyabadilisha maisha, lakini waweza kuyarekebisha maisha yako yakawa mazuri kwa hali iliyo. Mzee mmoja ilikuwa kila mtu akimwona sokoni wamkimbia. Akikujia ni matatizo tu ya kushtakia hivi, ana tabu hizi, magonjwa hana dawa, sijui ana nini, njaa hana chakula, mpaka watu wanamhepa. Kila time yalalamika tu. Siku moja ikatokezea msikitini baada ya swala ya Ijumaa, yule mzee kila mtu amsalimia vizuri, salamu alaykum, alhamdulillah, neema. Watu wakashangaa, huyo mzee kulalamika kila siku na maisha, ana nini leo?
Wakamwambia sawa mzee, neema. Hebu tuambie neema hii imetoka wapi? Asema mimi nilikuwa nikisumbuliwa kuyatafuta maisha mengine, ndio ilikuwa tabu yangu, lakini nimeamua kwamba kumbe raha yangu yako kwenye yale maisha yangu. Ina maana yale maisha yako ukijiamulia uishi ulivyo, pale pale kwenye maisha yako ndio kwenye mazuri yako. Usitafute mazuri kwengine, utajiumiza roho na pengine utaingia kwenye matatizo, na Allah atakungojea siku ya Kiyama kwa sababu utafanya vitu sivyo. Maisha yako yaboreshe kwa kuamini kwamba la ilaha illa Allah. Bala man aslama wajhahu lillah, mlekee Allah tabaraka wa taala, wa huwa muhsinun. La pili, uwe mzuri katika utendaji wako. Jamani, katika kitu ambacho tumekosa maishani leo, kumekosekana uzuri katika maisha. Kila mmoja afanya kifanyike tu, lakini hafanyi vizuri. Mwalimu yuko darasani afundisha, anapokea mshahara, labda ameajiriwa na serikali, ana mshahara mzuri kiasi, lakini huyu pia akiweko kule shule hana hamu kwamba mimi nimepata fursa ya kufanya mazuri hapa ili niipate janna. Pale alipo anafanya tu fundisha ovyo ovyo, let we call it a day. Siku ingie, mshahara ufanye nini? Waumini hawawezi kuishi maisha hayo. Hayo ni maisha ya kafiri. Muumini anachokifanya ni akifanye vizuri, na ndio utakuta tunafanya mengi, lakini faida, fruits inakuwa ndogo sana, kwa sababu hatuna nia ya kufanya vizuri. Saa nyingine hakuna, napiga mfano wa walimu kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mlezi mzuri kuliko mwalimu. Hawa wazazi pengine ni walezi kwa bahati mbaya, hawana skili zote za ulezi, hawajui. Maskini ameoa amezaa, basi alea tu, lakini mwalimu ameenda training ya namna ya kumlea mtoto. Utakuta pia ulimwengu wetu wa leo hakuna. Leo, zamani ilikuwa remedial classes za wale watoto ambao wako na low understanding, yani mtu ambaye kwamba yuko chini katika kufahamu, wale wamewekewa remedial. Leo tuition kwa wanafunzi wote. Kwa nini? Kwa sababu tuition ina nini? Sasa huyu yuko kule, ukimregesha kwenye remedial huku ushamvuruga. Lakini kwa sababu si malengo tena kutoa watu wazuri, malengo ni kutengeneza pesa vizuri, kwisha. Sasa kama huyu ndiye mlezi alofunzwa kulea, yuko hivi, baba na mama ambao hawakupita hata shule, fikiria malezi yao yatakuwa vurugu kiasi gani? Wapenzi waumini, lazima tujitahidi kuwa wazuri. Allah tabarak wa taala katika watu anaowapenda, Mtume akaeleza, si wale wanaosujudu sana sujuda ndefu peke yao, lakini angalia, Rasulullah akasema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amala an yutqinahu, hakika Allah anampenda mmoja wenu akifanya kazi yoyote ile aifanye vizuri. Huyu ni mpenzi wa Allah. Nani hataki kupendwa na Allah? Tuwe ni wazuri katika utendaji wetu. Angalia watu wanaofikiria vizuri kufanya mazuri. Mtoto mmoja, shule zimefungwa, kazoea kila shule ikifungwa wazazi humpeleka ushago kwa bibi kule kwa nyanya, mpaka siku ya kufunguliwa wakaenda wakamchegua, wakamchukua akarudi naye town. Yule mtoto mwaka huu akaja na vishindo nyumbani, asema, baba, wajua mimi niko grade gani? Siku hizi ni grade, si ndio? Kwa hivyo lazima mtu upgrade, si ndio? Mimi niko grade 5. Chakua, sitaki mambo ya kusafirishwa, nitachukua treni mwenyewe niende nyumbani, sitaki mambo kueskotiwa kila siku, mtoto tu mimi.
Wakajaribu kumconvince mtoto, asema hapana, nitasafiri peke yangu. Lakini wazazi wajua umri wa mtoto hana uwezo wa kusafiri peke yake, wakamkubalia. Ingekuwa si wazazi wenye kulea vizuri, wange kama hutaki kusafiri na sisi hakuna safari. Likizo yake wazazi wakasema tusimharibie mudi yake, sawa, tasafiri peke yako. Siku ya kusafiri wamemwingiza kwenye treni, yuko dirishani, baba na mama, yeye yuko ndani kule, wanaongea naye, wanampa nasaha na mama, hizi nasaha hizi kila siku hivi watu wote waone mimi mtoto mdogo? Najua, yes I know. Treni ataka kuondoka karibu, baba akaenda mbio, akatoa kitu mfukoni kwake, akamuingizia kwenye mfuko wake. Huyu kwa vile aona atafshika, hawa watu wote wana mimi wazazi wananishughulikia, hataki atakaonekane yeye ni independent. Wazazi wakaondoka. Mwenye kukagua tiketi akaja pale, kamuona mtoto mdogo wa darasa la 5 mdogo, akamuuliza, wewe tu nani? Tiketi yako wapi? Hii. Wasafiri na nani? Maswali hajazoea yale ya kipolisi. Akaanza uoga, labda kuna nini? Ndio baba kawa hataki nisafiri peke yangu, huyu ashanianza. Alipoangalia kule wale kina mama wanaosafiri na yeye, wote wanamwangalia kwa kumsikitikia, maskini mtoto mdogo asafiri peke yake. Akaanza kulia mwenyewe. Alafu akakumbuka baba aliingiza kitu mfukoni na akanambia, ukipata tatizo lolote soma hiyo, chukua hiko, kitakusaidia. Wacha niangalie, matatizo ndio haya. Alipotoa baba amwambia, usipanic, tuko kwenye behewa la mwisho, tunasafiri nawe, tuko pamoja. Amepumua vizuri na safari ikaendelea. Ingekuwa wewe wasemaje, usafiri peke yako, pumbavu sana wewe, sijui nini. Jamani, tubadilikeni, tuweni wazuri. Tubadilikeni, tuweni wazuri. Hatari iliyoko, tusipokuwa wazuri ndani ya majumba yetu kwa watoto wetu, nje kuna watu wanaojifanya wazuri kutuangamizia watoto wetu. Usipokuwa na urafiki na watoto wako nyumbani, kuna mijirafiki mibaya nje wanawasubiri ili kukuharibu watoto wetu. Lazima tubadilike, angalau hili moja, kila mzazi abadilike, awe mzazi mzuri. Na mlezi mzuri ni yule ataiga sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Allah anamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa rehma ya Allah umekuwa laini. Sio kwamba mtume alikuwa ati ngozi yake laini, hapana. Ulaini huu alikuwa mtume ni mtu ambaye anaweza kumsikiliza, akaamiliana na kila mtu. Kila mtu anapata fursa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bedui linakuja anapewa nafasi, anakuja tajiri anapewa nafasi, anakuja kiburi anapewa nafasi. Al-Walid ibn al-Mughira azungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam matusi, wewe sema kama una njaa tutakupa hela, kama wataka mwanamke wewe yatima tu, kama wataka mwanamke mzuri katika watukufu wa Kikureshi takuozesha, kama kichwa kidogo mentally tutakuuguza, lakini wachana na hii dini yako. Walid amaliza, Rasulullah amwambia, afaragta ya Abul Walid, sallu ala nabii sallallahu. Babake Walid, ushamaliza? Jamani, huyu amtukana na Rasulullah amwambia, ushamaliza kuongea ili na mimi waniruhusu? Wewe hebu mtu akupe matusi mawili tu, ya tatu itarudi nini? Si ndio? Lakini mwangalie mtume alivyokuwa.
fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhan ghaliza alqalbi, la ungekuwa mwenye maneno makali, moyo mgumu, yani jeuri, lamfadhu min hawlik, hawangesema huyu ni mtume, wangekukimbia kwa tabia yako ya jeuri na kutumia kifua sana. Tubadilikeni jamani. Tumeingiziwa subhanallah katika msafara twaja, tumeona kuna maandamano, nafikiri mwayajua, wengi wamepishana nayo. Maandamano yale ni kikundi kinaokubali kwamba maisha bila bangi hayaendi. Wafuasi wa Bob Marley, sijui mmewaona au sio? Barabarani waona, wengine hata harufu wazivuta. Sasa hawa wote wamwangalia huyu mtoto wako ambaye aswali mara 5 kwa siku, huyu atakuja vipi kuwa mfanyibiashara wetu? Vipi tutakula hela ya babake? Vipi tutakula hela yake? Wanamuinda huyu kuwa mkorofi kwako, hawa watamchukua. Lengine LGBTQ yangojea, watu kwa hela nyingi wanazunguka nazo kutafuta kuwaharibu, kwa sababu vita vya ulimwengu ni watu wasiwe karibu na Allah, na hakuna njia ya sisi kulinda shari hizi ila bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Tumwabudu Allah vizuri na tuwe wazuri katika utendaji wetu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wapenzi waumini, kila mtu Allah amempa talenti yake, na tukiwa wazuri tutaweza kuitumia kila talenti ya mtu katika kutengeneza umma wetu. Kila tunayemuona, ugamuona na kasoro fulani, lakini ana na uzuri wake mahali fulani. Na ndio hata katika ndoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema la yafraku mu'minun mu'minatan idha kariha minha khuluqa radhiya minha ukhra. Asipatikane mtu kumpa talaka mkewe kwa sababu ya kosa moja alilonalo, tabia moja isiyomridhisha. Kama kuna moja haikuridhishi, kuna 11 nyingine zitafanya nini? Zitakuridhisha. Maisha hatuwezi kuwa sawa, bala qadirina ala an nusawiya banana. Kama fingerprints zetu haziko sawa, basi hatuwezi sote kuwa sawa. Lakini tukitumia udhaifu wa ule kwa nguvu ya yule, hapo ndipo tutakapokuwa na umma wenye maendeleo, umma utakaosonga mbele. Mwalimu mmoja, mwalimu mkuu, atembelewa na wizara ya elimu, wanakuja inspectors kwenye shule yake. Saa 10 akaitisha assembly, akasema kesho kuna wageni wa idara ya elimu watatembelea. Sasa hapa tunajua tuna wanafunzi midubwasha, tuna wanafunzi fulani mijingajinga ambao hawashiki. Hawa tuwaomba kesho wasije shule, manake hawa watakuja tuaibishia shule yetu. Hawa maofisa akiuliza swali na akipambana na hili dubwasha, sisi sifa yetu ishafanya nini? Kwa hivyo wewe mwenyewe wajijua, kila dubwasha kesho lisiingia hapo. Kijana mmoja ni katika namba hizo, shule mwalimu muita dubwasha, atembea, amepata uhuru mtoto, hakuna shule.
Mara kapambana na kigari cha ofisa wa elimu kimeharibika. Kaona kigari, jamaa ameinuka, ametoka nje pale, afungua bonnet, akifunga ajui anze wapi. Yule kijana akasogea, akamwambia, wewe unataka nini hapa? Afikiri atakumuibia kibaka. Amwambia, mimi babangu ni fundi mkubwa makanika. Kwa hivyo mimi nina baadhi ya maarifa kwa sababu babangu nishughulisha. Hebu niangalie, pengine ni tatizo dogo. Akafungua bonnet, yule akagusagusa gari akamwambia, lakini hebu ngoja, hebu njoo. Atakutoa wallet, kisha akamwona, kwanza leo silikuwa uwe shule? Akamwambia, ni kweli. Na mbona uko barabarani? Asema, sisi katika madubasha hatufai, kwa sababu kuna wageni watatembelea midubasha yote nje. Asema, ndio ametangaza hivyo mwalimu mkuu, akatupointi fulani, nyinyi msije kesho, take aibu ndogo ndogo. Akaambia, ingia kwenye gari. Yule ofisa alikuwa amechukua certificate za zawadi kutoa kwa walimu wenye juhudi. Basi baada ya kuandika mwalimu mmoja akaitoa, akamwambia, jina lako? Akampa certificate kabisa, akaiandika jina. Walipoingia gari, kikiingia kile, mwalimu mkuu na wasaidizi wake wamesimama mbele kupokea. Mtu wa kwanza kufungua mlango, dubwasha. Balaa gani limerudi hili tena? Ameletwa na ofisa, kwisha sisi. Ofisa kuingia na mahasira, hakuanza lolote, akamwambia, huyu nani huyu? Sema, mwanafunzi wetu. Na mbona uko nje? You know. Akasema, sasa nyinyi ndio hamufai hapa shule, kwa sababu zile principles za ufundishaji zote nyinyi hamna. Si kila mtu atakuwa mzuri kwa moja, aweza kuwa si mzuri